inaanza, na ibada ya pili inaanza saa 4:30 mpaka saa 7:30. Na kwa katikati ya wiki tuna ibada ya Tuesday, ni ibada ya kufungua watu, na hiyo ibada inaanza saa 4 mpaka saa 8. Na ibada nyingine ni Friday ambayo ni ya unabii, tena ya kutafsiri ndoto. Tunapatikana Kisii Town. Ukifika Kisii Town kuna njia ambayo inaenda Kilgoris. Kabla hujafika Minyingwa kuna kampuni ya Toyota. Hapo ukifika kanisa yetu iko nyuma hapo. Ukifika tu ushukia hapo Toyota kabla Minyingwa, hapo ndio kanisa yetu iko. Kuna kajia kadogo inapita katikati hapo ya Rough Road. Na ukipita hapo juu kuna kanisa. Karibu sana ushiriki na sisi na Mungu atakubariki. Ukitutazama live on TV kila Tuesday na kila Sunday tunakukaribisha. Unaweza tupata kwa hii namba, na hii namba ni ya matoleo tena ya kuomba na Mungu atakubariki. Namba hiyo ni 0710232833. Tunapoingia kwa ibada ya siku ya leo tunakukaribisha na tuambia kwamba utabarikiwa, utaponywa, utainuliwa na utaokoka. Karibu sana na Mungu akubariki. Wastahili sifa, tunakuinua mfalme, tutakuabudu mfalme. Nitakuabudu asubuhi, nitakuabudu mchana, nitakuabudu jioni, nitakushukuru na usiku. Wewe ndiye tegemeo, mshindi wa yote. Bwana ni wewe, unaweza, unastahili sifa. Mfalme ni wewe Bwana, asante. Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana. Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana. Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana. Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana. Ni neno lako tu halibadiliki. Ni neno lako tu lenye tumaini. Nitasimama, nakubaliana na neno lako Bwana. Nitasimama kwa neno lako Bwana. Ambia tu Bwana, nakubaliana. Wewe ndiye badiliki. Binadamu anaweza kukuacha, lakini Yesu nitasimama kwa neno lako Bwana. Nakubaliana na neno lako Bwana. Mimi nitasimama kwa neno lako Bwana. Ambia tu Bwana, nakubaliana. Ahadi zako ulioniahidi nakubaliana zitendeke. Mapenzi yako juu yangu. Nene tuna Bwana asubuhi ya leo. Umwambie kilichopandwa, kilicho cha adui. Iwe ni magonjwa ambayo yamepandwa, iwe ni kutoelewana kwa nyumba yangu, iwe ni kutoinuliwa, iwe ni laana ya boma ndio imepandwa kwa maisha yangu. Ambia tu Bwana asubuhi ya leo, nimekuja zing'olewe. Unang'oa kila laana, unang'oa kilichopandwa, unaing'oa na mizizi.
Nena tu na Bwana asubuhi ya leo. Labda umejaribu unaona haiwezekani. Kuna kitu kilipandwa kwa maisha yako. Asubuhi ya leo nimekuja kukuambia Bwana wetu abadiliki. Bwana wetu abadiliki. Abadiliki. Kama alisema umebarikiwa, wewe ni mbarikiwa. Kama ulisema utaishi kwa amani, wewe utaishi kwa amani. Kazi yetu ni kukataa kila mipango ya adui. Iwe ni laana ambazo zinanenwa usiku wa manane kwa madhabahu za kishetani asubuhi ya leo. Ambia Bwana zinang'olewa. Wastahili Bwana wa majeshi. Tunatoa. Bwana unaweza. Unastahili sifa. Ninakuinua leo. Nitakuinua asubuhi. Nitakuinua. Wewe ni muweza yote. Wastahili. We bless your name. We give you the praise. Somebody just pray. Just lift your voice as you pray. Tell the Lord you are changing my name. In the month of September, change my name. Align my name with my destiny. Align my name with my destiny. Align with my name with the purpose why you created me. In the name of Jesus. Lift your voice as you pray. Abia Bwana badilisha jina langu iambatane na destiny yangu, iambatane na mwito wangu, iambatane na the purpose of my calling. In the name of Jesus. Lift your voice as you pray. Every spirit fighting my name, every battle fighting my name, in the name of Jesus. Ivunjike sasa kila roho ambayo inapigana na jina langu, chomeka by fire. Pray. Roho ambayo inapigana na jina lako, roho ya uchawi ambayo iko connected na jina lako, ya chomeke by fire. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Pokea nguvu sasa. In Jesus' name we are praying. And somebody say amen. Because my time is much spent. I'm reading from the book of Genesis, chapter number 35 and verse number 17. Genesis chapter number 35 and verse 17. Thank you for coming and thank you for hearing us. Open with us that scripture. Genesis 35 verse 17. Are you there? No. And also Genesis 32 24 to 25. Have you written it down? Now let's open them, and God will bless us. Amen. Genesis 32. I begin by verse chapter 32 verse 24. This left Jacob alone in the camp, and the man came wrestle with him until dawn began to break. When the man saw that he would not win the match, he touched Jacob's hip and wrenched it out its socket. And the man said, let me go, for the dawn is breaking. But Jacob said, I will not let you go unless you bless me. Then he said, what is your name?
what is your name? The man asked him, what is your name? The man asked. Then he replied, Jacob. Your name will no longer be Jacob. The man told him, from now on you will be called Israel, because you have fought with God and with men, and you have won. That day this name changed from Jacob to Israel. I come in the name of the Lord. May God change your name. That a man is not good. That a man is very weak. I say I come in the name of the Lord. May God change your name. Hey! Somebody, your name has changed today. In the same Genesis 35, these are examples of people whose name were changed. So if these people wrestle for their name to change, who are you not to wrestle? I pray for you today. God is giving you power that your name must change. Whether they like it or not, your name is gonna change. Oh, hallelujah. Hallelujah. Genesis 35 and verse number 17. The Bible says, Genesis 35 verse 17. Let me begin by 16. Leaving Bethel, Jacob and his own clan moved towards Ephraim. But Rachel went in labor while there was still some distance away. So Rachel was pregnant. And labor came. So he started to be in labor as they were on a journey. Wamama wanaelewa hii. Mama akianza kuleta mtoto kama bado mujafika hospitali, you know what might happen. Hata mtoto anaweza kuwa na shida kidogo, na mama pia anaweza kuwa na shida. So they were away when the labor began. And the Bible says, let me continue reading. A labor pain were intense. And after a very hard delivery, the midwife finally exclaimed, don't be afraid. You have another son. Rachel was about to die, but her last breath she named the baby Benoni. Benoni means the son of sorrow. So it was a baby that was born in sorrow. And they were given that name Benoni. Mama was no more. The child is dead. The mama is dead. But the child is alive. But it was a very hard labor. When I talk of hard labor, you understand. Hallelujah. Hallelujah. Then mama passed on, but the child remained. And the midwife gave a name. And he said, your name shall be called Benoni. Benoni means a child of sorrow. The child of what? The baby's father, whoever called him name Benjamin, which means son of my right hand. Right away, the father Jacob knew that there is power in the name that might be will affect the child when he grows up. Then he changed the name from Benoni to Benjamin, because every problem that somebody goes through is connected with the name. Hallelujah. Hallelujah. Today may God bless his word
everybody in this service, God will change your name. Your hands are not up to say amen. Say my amen and go for. I want to preach shortly on the power to change your name. Mwambie yako pokea nguvu leo ya kubadilisha jina lako. Sema amen and go for. Tusalimiane kwa hewa kwa jina la Yesu. Hallelujah. The first scripture is speaking about when Jacob was alone. The Bible says and many people had gone. He was left alone in the camp. And Jacob got a revelation. He saw a man coming. And they started to wrestle. They wrestled until dawn. Can I tell you something? There are times in the night that heavens are open. Somebody say amen. There are times in the night that the angels of God comes down. So those people who are sensitive in the spirit, they know such times. Such times are from saa 9 mpaka saa 11. The heavens are open and the angels come down. That was the time Jacob was alone. And he saw the angel of God coming. And they started to wrestle. They wrestle from saa 9 mpaka saa 11. Then the angel realized their time of going back has come to reach. Then he said, I see you are so strong, but I am not one. Allow me to go now. Then Jacob said, I cannot leave you until you bless me. Somebody must be blessed today. Somebody must be blessed today. Whether the devil like it or not, you must be blessed. Lazima utabarikiwa. Jacob akasema, siwezi nikakuacha mpaka unibariki. Kumbe baraka inang'ang'aniwa. Huwezi barikiwa bure tu. Lazima ung'ang'ane. Mtu atapata nguvu. Nasema mtu atapata nguvu. Lazima utabarikiwa. Ngoma zenu utabarikiwa. Bali watu hawajawahi barikiwa, wewe utabarikiwa. Pokea neema. Pokea neema. Pokea. Hallelujah. Jacob akasema, siwezi nikakuacha mpaka unibariki. Hallelujah. Alijua kenye anataka. Lazima ujue kenye unataka. Usiwe mtu ambaye anaenda tu. Jua kenye unataka. Pokea neema. Ufichuliwe. Upate kenye unataka. The name Jacob means a robber or a thief. Hallelujah. But you see, from that lineage, God changed the name of Abraham to be Abraham. Abraham means a father with no children. But Abraham means a father of many nations. Are you getting that? And Jacob also wrestled. Paka jina lake ibadilike. You have to wrestle. Ndio jina lako ibadilike. Can I tell you? Kuna watu walikufa hawakuona utajiri na ukazaliwa kwa hiyo bomba. Haitakuwa rahisi utajirike. Utaamka na nguvu, utaamka na jingoro. Useme jina langu inabadilika. Jina langu inabadilika. Sema power. Lift your hands and say amen. Hallelujah. Glory to God. Abraham means a father with no children. But Abraham, a father of many nations. Sarah means Sarai, a mother with no children. But Sarah, a mother of many nations. The name is changing. Utakuwa na moja na Jehova ataongeza ingine. Sema amina yangu. I prophesy to your business. Utakuwa
ulikuwa na biashara kidogo, but when your name change, itakuwa biashara ya kimataifa. Utapanda ndege uende China ulete vitu. Kwa sababu gani? Jina imebadilika, 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 jina imebadilika. Pokea neema, pokea neema, jina kwa jina la Yesu. Kwa nini Mungu alibadilisha jina ya Abraham? Because Abraham was to be a father of many nations. But laana ya kwao ilikataa. Can I tell you? There are 6 ways that people are given names. There are people are given names by revelation from heaven. When Jesus was born, the angel Gabriel came and told Mary, you will give birth to a child. His name shall be Emmanuel, Jesus, the Son of God. So heaven gave a revelation of the name of Jesus. Wakati Mary na Elizabeth walikuwa na mimba, walitembeleana. What happened? Tumbo ya Mary, tumbo ya Elizabeth zikacheza. Inamaanisha watoto hao walijazwa roho ndani ya tumbo ya mama. Kila roho juu yako uliopata kwa tumbo ya mama, iwe ni ya wachawi, iondoke sasa hivi. Leo wengine walizaliwa na vile walizaliwa ndio shida ilianza. Because roho iliwajaza kwa tumbo ya mama. Naomba leo kwa watu wote hapa na wenye wananitazama kwa TV, roho wa Bwana iwatembelee. Roho wa Mungu ishuke, ishuke, ishuke na ibadilishe jina yenu. Rachel akawa na leba, Raheli akaimbaga kurumwa na akazaa, akaibora. Na wakati alizaa hivi kiraibolete hivi akafa, akakua. Na mtoto akaitwa nani? No mwana akarukunaki Benoni. Benoni means Benoni eliminate a child of sorrow, omwana bubororo, a child of hard labor. Omwana bwoko nyorwa kwa lingoko kongo. Kwa nini unapitia hali ngumu? Ngigeko rogetera sa kongo. Pengine kuzaliwa kwako, abira boko iboro kwao, pengine jina ulipewa, abira beleta kwa yetu, ndio ina maana hiyo. Na rire nengenteyo Unajaribu kuinuka, watendere kuimokera, imekataa. Yasinire. Ulianza biashara na mwingine, watakubontoria walikukula, bakakoria. Ulianza peke yako, ugataka ibweka, pesa ikaisha yote. Tiweza tikaera, kiombe inakufuata, madeni inakufuata. I pray for somebody here. May God change your name. May God change your name. Jacobo alijua si. Yakobo kamanyobo bisi. Na akasema huyu mtoto hataitwa hivyo. Akatepa mwana utakurukugo. Ataitwa nani? Akurukunaki. Benjamin. The child of my right hand. Omwana boko boko kwane gukorio. Now nikiwa namaliza. Gingo kolera. Hear this. Higwaya. Somebody nisalimia hivi. Nkwanega. Benjamin means a child of omwana boko boko kwane gukorio. Right hand. Boko boko kwane gukorio. What is the meaning of right hand? Inkyo boko gukorio mineti. Jesus Yesu is seated at the right hand of God. No ekaransta soko boko gukuri watata. In Romans chapter 8 verse 34. Abarumi isa na isa to emerongo 3:4. Jesus is seated at the right hand. Yesu no ekaransta soko boko gukuri of God. Watata. Is doing what? Nkiakora. Is interceding for the church. Niga ngendete kusabire kanisa. Right hand means soko boko gukuri mineti mtu wa urithi. Omuntu bweira. Alikuwa mtu mwenye alizaliwa kwa soro. Niga alingu muntu ibuletwe asubororo. Mtu ambaye anafanya kazi kwa nguvu. Omuntu okora imirimo goitera chingu. Naoni matunda. Natari kora matunda. Mtu ambaye amezaliwa wakati mwingine amekufa. Omuntu ibuirwe karo yona kule. Hakika mama yake hakumunyonyesha. Ekene ngina tamogongeti. Mtoto amezaliwa but mama amekufa. Omwana ibuirwe ngino kule. Mtoto anaenda nursery. Omwana era kwa botari. Na mama anaenda butchery. Numo ngina ogenda kutyali mo. May God change your name. Ngina sound tere tari. May God change your name. Sound tere tari. May God change
Glory to God. Then is Jacobo akasema saa hii hatuwezi huyu mtoto huyu na hii jina, because alijua baraka za mtu ziko attached kwa jina lake. Breakthrough yako iko attached kwa jina lako. Inua mkono juu kabla sijamaliza. Lift your hands and say amen. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Kisa yako unasikia kitu hapa. Unasikia nguvu fulani. Jina lako inabadilika. Glory to God. Benjamin. Your name will be Benjamin. Ben means the son. Noni, death. Benjamin. Benjamin means urithi. That's why Jesus' name is Jesus Christ. Jesus means the Son of God. Christ means the anointed one of God. And who got the revelation? Simeon. And that day, Jesus said, not flesh and blood has revealed it to you, but my Father in heaven. Inua tu mikono yako tumabudu Bwana. Tumwambie Bwana ni heri kukaa na wewe kuliko kukaa bila wewe. Msaada wako unapatikana tu kwa Bwana. Inua tu mikono yako.